Kulikuwa na ukimya mzito siku ile Maua alipomtembelea Ben ofisini kwake kwa mara ya pili. Mvua ilikuwa inanyesha nje, ikipiga madirisha kwa sauti ya polepole kama mziki wa huzuni. Ben alimwangalia kwa macho yaliyokuwa na huzuni fulani, huzuni ya mtu aliyebeba siri nzito moyoni. Maua, alizungumza taratibu. Kuna jambo ambalo Kelvin hakuwahi kukuambia, na si kuhusu kazi yake. Maua alinyanyua macho, akihisi tumbo lake likihisi baridi. Unamaanisha nini Ben? Ben alikaa kimya kwa sekunde chache, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa sauti ya chini. Yule mwanamke uliyemsikia kwenye simu, si mteja, wala si mfanyakazi wa kampuni. Ni mtu ambaye Kelvin aliwahi kuwa naye zamani sana, kabla hajakuwa wewe. Lakini bado yuko karibu naye. Sana. Maua alihisi mikono yake ikitetemeka. Unajua jina lake? Aliuliza kwa sauti ya chini. Ben alimtazama moja kwa moja machoni, akasema, anaitwa Lisa. Jina hilo lilikuwa kama radi moyoni mwa Maua, kwa sababu Lisa hakuwa mgeni kwake. Alikuwa rafiki yake wa karibu, mtu ambaye alimwamini, ambaye walikuwa wakishirikiana siri zao zote za wanawake. Mtu ambaye alishika mikono yake na kumfariji wakati wa changamoto za ndoa. Maua alijisikia dunia inageuka ghafla. Kila kicheko, kila ushauri kutoka kwa Lisa vilianza kumrudia kichwani kama sauti za usiku. Sasa kila neno linaonekana kuwa na maana tofauti. Maneno yaliyokuwa na sumu iliyofichika. Kwa nini unaniambia haya sasa Ben? Aliuliza Maua, macho yakianza kumtoka kimya kimya. Ben alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya chini. Lisa si tu mpenzi wa Kelvin, ni mtu niliyekuwa naye pia. Niliwahi kumpenda kabla hajamjua Kelvin. Nilimfundisha mambo mengi, nilimpa kila kitu. Na sasa anatuchezea wote wawili kama karata. Maua alibaki kimya, hisia zikamchanganya. Hasira, huzuni, mshangao na hofu. Je, unamaanisha kwamba Lisa anawatumia ninyi nyote wawili? Ben akatabasamu kwa huzuni. Ndiyo, na sasa anataka kitu kikubwa zaidi. Kuna kitu anapanga na Kelvin hajui. Maua alijua hapo kuwa mchezo umebadilika. Haukuwa tu mchezo wa mapenzi, ulikuwa mchezo wa akili, hila na kisasi cha kike kilichopangwa kwa ustadi. Usiku huo alirudi nyumbani kimya kimya. Kelvin alikuwa amelala, simu yake mezani. Maua aliangalia kwa muda mrefu, akiitazama kana kwamba ilikuwa mlango wa siri unaoficha giza lote lililoanza kumzingira. Kisha akapumua taratibu, akajisemea kwa sauti ya chini, mchezo umeanza. Chumba cha siri kimebaki kujaa hofu na mapenzi. Lakini ukweli kamili bado haujafunuliwa. Endelea kufuatilia kwa sababu kitu kikubwa bado kinakuja. Usisahau subscribe, like na share video hii. Hadithi mpya zinakuja kila wakati.